Halo, karibu katika mwendelezo wa somo, na siku ya leo nikukaribishe tena katika kipindi kingine ambapo leo tutakwenda kutazama kuhusiana na habari ya text au maneno. Naona haya maneno ni jinsi gani ambavyo unaweza kuyaandika katika Adobe Premiere Pro au kwenye project yako ambayo unakuwa umeifanyia kazi, lakini pia jinsi gani ambavyo unaweza kuchagua fonti mbalimbali, aina mbalimbali za maneno unaweza kuzichagua na kuweza kuziweka kwenye Adobe Premiere Pro, lakini jinsi gani ambavyo unaweza kukuza neno au ukalipunguza size yake. Jambo la kwanza utakalolifanya ni kwamba pindi unapotaka kuandika neno unakuja hapa juu, utaona kuna neno limeandikwa file, then ukibonyeza option ya kwanza kabisa utaona imeandikwa new, then utaiscroll kasa yako pale, utakuja mpaka hapa mahali hapa imeandikwa title. Itakuletea panel hapa ambayo inakuonyesha kuhusiana na habari ya settings za ile aina ya video au aina ya sequence yako iliyopo, kwamba width yake ni hiyo hapo 1920, height yake ni 1080, na hapa ni jina ambalo unaweza kaandika. Kwa hiyo inategemeana ni kwamba hiyo title yako unataka uhitaje. Kwa hiyo unaweza kubadilisha hapa, labda let's say labda mjumbe, then unapiga okay. Hivyo ukishapiga tu okay, moja kwa moja inakuleta kwenye panel ambayo sasa unaweza kaandika maneno. Sasa katika hii panel ni kuelekeza vitu vichache hapa. Hii panel unaiona hapa ndio kule ambacho kipo kwenye sequence panel yako. Yani ni kwamba yenyewe inakuonyesha moja kwa moja unapoandika ile neno lako kwenye video yako itakaa sehemu gani. Lakini hapa kuna pointer, kuna text, lakini kuna hivi vifaa pia hapa vya kukusaidia ambavyo hii ni michoro mbalimbali. Kuna michoro ya pembe 3, pembe 4, pembe 5 na vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo ukifika hapa, jambo la kwanza la msingi ambalo unatakiwa uweze kulifanya ni kwamba utaklik T, utabonyeza herufi T. Ukibonyeza T utakuja utabonyeza hapa kwenye paneli yako. Sasa hapo unakuwa uko tayari kwa ajili ya kuandika neno ambalo unakuwa unalitaka. Labda kwa mfano ulikuwa unataka tu kuandika, labda tuchukulie unaitwa kwamba labda Madevu Production. Kwa hiyo utaandika pale Madevu Production. Sasa hapo ukitazama vizuri unaona kama neno lako halionekani kwa sababu ni aina ya rangi ambayo tumechagua. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha rangi ya neno, sasa hapo tunaenda tena kwenye kipengele kingine. Ukitaka kubadilisha rangi ya ile neno lako au yale maneno yako ambayo umeandika, utakuja mkono wako wa kulia huu, unatazama hapa hapa ya kwanza kabisa, utaona ni inakuonyesha rangi nyeupe. Kwa hiyo ukidouble click inakuletea panel ya rangi na unaweza kubadilisha, labda tuweke rangi nyeusi ili iweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo utaona neno lako sasa linaweza kuonekana hapa Madevu Production. Kwa hiyo ni namna mojawapo ambapo unaweza kaandika neno lakini pia ukabadilisha rangi ya hilo neno husika ambalo unakuwa umeliandika. Kuna namna pia tofauti ya kuweza kubadilisha aina ya font au aina ya maneno ambayo unataka kuyatumia. Kwa mfano tutazame kitu kidogo hapa. Hili neno ukili highlight, unaposema ku highlight maana ni kwamba kwenye upande wa kompyuta yako, kwenye ile mouse yako unabonyeza button yako ya kushoto, unabonyeza pale alafu unaishikilia, alafu ukishaishikilia unavuta hivi. Kivuta utaona imekuwekea alama fulani kwa juu hivi, alama fulani hiyo nasema umefanyia highlight. Hapo ukibonyeza hapa juu utaona kuna maneno ambayo yanakuja. Hii panel ya maneno ndio aina za fonts. Nadhani nikisema fonts mnafahamu, hata kwenye simu pia mmekuwa mkitumia. Kwa hiyo utaona aina mbalimbali za maneno. Kwa hiyo hapo unaweza ukachagua, labda ukachagua hii, utaona hata hapa pia imebadilika. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa pia ukachagua labda hii hapa. Kwa hiyo sasa unachagua kulingana na jinsi ambavyo kwa muonekano wako au kwa jinsi ambavyo project yako unaona kwamba nikitumia haya maneno ni kwamba mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ni namna mojawapo ya kuweza kuchagua fonts ambapo unayoitumia katika project yako. So sasa inatokea labda kwa mfano nimeandika hapa na nataka kuliweka ili neno likae sawa. Ziko njia kama 2-3 hivi. Njia ya kwanza, inawezekana ili neno unataka likae katikati. Sasa iko ya kawaida ambayo unatumia mkono tu, una left click alafu then unalisogeza ili neno mpaka pale ambapo utakapoona unataka likae sawa. Labda unataka ikae hapa, unasema hapo sawa. Sasa njia nyingine ni kwamba ukija hapa chini utaona kuna button fulani mbili hivi zimekaa kama zina duara katikati hivi na kialama kwa mbali. Sasa hii ukibonyeza automatic yenyewe inakuwekea katikati center. Ukitazama imekuandikia kwamba horizontal center, inakuwekea horizontal. Horizontal ni yani unasema kwa ulalo. Ile neno lako linakaa katikati katika upande wa ulalo. Lakini kuna vertical center ambayo yenyewe ni kwamba neno lako linakaa kwenye upande wa wima lakini linakaa katikati katika namna ya yani vertically katika upande ambao ni wima. Kwa hiyo ukifanya hivi utaona kidogo limepandisha juu hivi. Kwa hiyo sasa labda tuchukulie ile neno liko hapa, unataka likae horizontal center. Ukibonyeza hivi inakaa vizuri. Haya, ukirudisha hapa vertical, nadhani unaona vertical ni wima, yani yenyewe inacheza na wima.
Umeona? Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo pia, lakini kuna namna pia inawezekana unataka ili neno liweze kuwa kubwa, kwamba naona kama maneno hayasomeki vizuri hivi sana, fanyeje? Njia mojawapo ambayo unatakiwa kuifanya ni kwamba unatakiwa unabonyeza shift katika kompyuta yako. Ukishabonyeza shift, ukija hapa pembezoni utaona kuna kialama kinatokea kama kimshale hivi. Ukibonyeza hapo unavuta. Ukiona unavuta, utaona neno linajisogeza kwa ukubwa na wala haliharibiki. Nitakuja kuelekeza tofauti wa kutumia shift na usipotumia shift inakuaje. Sasa hiyo inakusaidia, unapotumia shift inakusaidia neno lako unapolikuza linakuuzika kwa usawa bila kuharibika. Sasa naposema bila kuharibika ni hivi. Kwa mfano, ukifanya hivi, unaona ile neno linapokuwa linaharibika, linapoteza yani ile muonekano wake mzuri unapotea. Sasa ukitaka ili kuondoa hayo madubishara yote hayo ya kuharibu maneno, unabonyeza shift, unaishikilia, alafu unakuja kwenye kompyuta, kwenye mouse yako unashika una expand. Safi, mambo yanakuwa mazuri kwa namna kama hiyo hapo. Sasa tuone ni namna gani ambavyo ili neno lako nataka likae kwenye video. Kwa mfano, ukiliweka mkono huu wa kulia, ndivyo ambavyo hata kwenye video yako itaonekana niko mkono wa kulia. Kwa hiyo ukiweka mkono huu wa kushoto, ndivyo ambavyo hata kwenye video yako itaonekana iko kwenye mkono wa kushoto. Ukiweka katikati, ndivyo ambavyo hata kwenye video yako itaonekana iko katikati. Sasa ukishamaliza kuandika kitu cha namna hiyo, umemaliza kuandika maneno yako, kila kitu kiko safi, unachokifanya ni kwamba unakuja hapa, unakata hapa juu, nadhani inaonekana kwenye ile alama nyekundu, unakata. Ukikata automatic, ndivyo ambavyo Premiere Pro walivyotengeneza. Ukishakata, ile title yako utakuja kuikuta hapa chini kwenye project panel yako. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba unaichukua title yako, kama unakumbuka ile habari ya kudrag na kudrop, unaichukua unaiweka pale juu. Nadhani hapa inaonekana vizuri title yetu hii hapa. Kwa hiyo ni hivyo, yani una drag. Kwa hiyo ukishafika hapa ni kwamba una click, then unabonyeza left mouse button, alafu una hold, unashikilia, alafu then unakuja unaiweka hapa. Unapokuja kuiweka hapa ni kwamba unapoiachia hapa, unapoweka hapa unaachia ile left mouse button yako. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inakuwa. Kwa hiyo hata hapo ukitazama hii video yako ukipeleka hivi, utaona ya kwamba lile neno limekaa katikati kama jinsi ambavyo tulikuwa tumeliandika kule kwenye panel yetu. Kwa hiyo hiyo ndio mambo ya text, jinsi ambavyo yanakuwa. Sasa tutaona katika kipindi kijacho ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaweka maneno yakawa yanaonekana kama unavyonaga kwenye filamu.